Nakushukuru Baba yetu wa mbinguni kwa muda huu ambao umetupa ili tuendelee kujifunza kutoka kwako. Nakushukuru Baba, nakushukuru mama, kaka, dada ambao mnazidi kutoa muda wenu vile vile ili muweze kufuatilia mafundisho yanayopita kwenye channel Uzima katika Neno. Na ujumbe wetu wa leo, Yesu chemichemi ya uzima. Yesu chemichemi ya uzima. Na ujumbe huu tutautoa katika kitabu cha Yohana sura ya 7 mstari wa 37 hadi mstari wa 39. Amba nisome. Siku ile ya mwisho ya sikukuu, siku ile kuu, wakati Yesu akiwa amesimama huko, akapaza sauti yake akasema, kama mtu yeyote anaona kiu, naje kwangu anywe. Yeyote aniaminie mimi, kama maandiko yasemavyo, vijito vya maji ya uzima vitatiririka ndani mwake. Yesu aliposema haya, alimaanisha Roho Mtakatifu ambaye wote waliomwamini wangempokea, kwani mpaka wakati huo Roho alikuwa hajatolewa, kwa kuwa Yesu alikuwa bado hajatukuzwa. Naomba tuombe. Baba, asante kwa muda huu. Asante kwa nafasi tena ambayo umetupa kujifunza kutoka kwako. Tunaomba Roho Mtakatifu atusaidie ili tuweze kuelewa sawa sawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu. Maandiko ambayo tumetoka kusoma yanatuonyesha Yesu Kristo akiwa amehudhuria sikukuu ya Wayahudi ambayo ilikuwa ni sikukuu ya vibanda. Na alipokuwa wakati wote akipata nafasi ya kufundisha, alikuwa anafundisha tofauti na wengine. Mafundisho yake yalikuwa yana upako. Yalikuwa ni mafundisho yenye uzima. Watu walipokuwa wakiasikia, walikuwa wanasema huyu anafundisha tofauti na waandishi, anafundisha tofauti na wengine. Hivyo wengi wakawa wanamwamini, na Mafarisayo na wakuu wa makuhani wakawa wanaona wivu sana kuna watu wanataka kumfuata namna hiyo. Sasa hii siku ya mwisho, wakati amepewa nafasi ili aweze kufundisha, alipaza sauti na kuambia watu kwamba watu watakaomwamini, vijito vya maji ya uzima vitatiririka ndani mwao. Katika Marko sura ya 7 mstari wa 21 hadi mstari wa 22, alizungumza ndani ya moyo wa mwanadamu akisema hivi, kwa maana ndani ya mioyo ya watu kutoka mawazo mabaya, kutoka uasherati, kutoka wivi, ufisadi, kijicho, matukano, kiburi, upumbavu na kadhalika. Sasa mahali hapa, huyu mtu ambaye ndani ya moyo wake pamejaa vitu kama hivyo, pamejaa mawazo machafu, pamejaa kiburi, uasherati, uzinzi, matukano,
wizi, ufisadi na kadhalika. Anamwambia akimwamini Yesu, badala ya moyo wake kutiririka haya machafu ambayo tumesikia, patatiririka vijito vya maji ya uzima. Haleluya. Patakweko na mabadiliko halisi kiasi ambacho watu wataweza kuangalia na kushangaa, huyu ni fulani ambaye tulikuwa tunamfahamu, huyu ni fulani ambaye tulikuwa tunamfahamu. Maana yake nini? Yesu Kristo kipinda na kwenda mbinguni, aliwaambia wanafunzi wake kusubiria Yerusalemu, wasubira hadi ya Baba ambaye angeliwatumia, ambaye ni Roho Mtakatifu. Sasa huyu Roho Mtakatifu ndiye ambaye angeliweza kubadili maisha yetu, ndiye anayeweza kubadili ile mioyo yetu. Ndio maana lazima mtu anayemwamini Yesu aelewe kwamba ni haki yake kujaa Roho Mtakatifu na kumwambia kila siku, naomba Roho Mtakatifu jae ndani mwangu. Sasa ndicho Yesu alikuwa anamaanisha kwamba vijito vya maji ya uzima vitatiririka ndani mwake. Yule mtu aliyejaa Roho Mtakatifu, moyo wake huna matusi tena, moyo wake huna wivu tena, huna fitina tena. Sasa moyo wake umejaa matunda ya Roho, umejaa amani, umejaa maneno ya faraja, umejaa maneno yanayoleta tumaini, umejaa maneno ya upendo. Hicho ndicho Yesu alichokuwa anazungumza. Sasa kaka yangu, dada yangu, ambaye unanifuatilia leo, unaweza ukawa katika maisha yako umejaribu kujitoa kwenye dhambi, kwenye maisha ya dhambi. Hatuwezi kujitoa kwenye maisha ya dhambi kwa juhudi, kwa bidii zetu zote. Hatuwezi kujitoa katika maisha ya dhambi, haiwezekani. Tufanye nini katika madhehebu yetu, katika dini zetu? Tukiweka Yesu nje, tukadhani kwamba kazi ambazo tutazifanya, matendo ya sheria ambayo tutayafanya yataweza kutukwamua, yataweza kutuondoa katika dhambi, haitawezekana. Matendo ya sheria hayaingii ndani ya moyo wa mtu. Anayeweza kuingia ndani ya moyo wa mtu ni Yesu peke yake. Sasa tukimruhusu yeye, anaingia na Roho wake Mtakatifu anaingia ndani mwako, na anaingia ndani mwetu, anakuwa kama chemichemi. Ndio maana Yesu tunamuita chemichemi ya uzima. Yesu ndiye chemichemi ya uzima. Yeyote aliyempokea anaanza kusikia uzima ndani mwake, anaanza kusikia amani ndani mwake, anaanza kusikia tumaini ndani mwake, anaanza kusikia faraja ndani mwake. Wewe ambaye na Yesu, mtumie kikamilifu Roho Mtakatifu, mtumie kikamilifu. Mwite kila asubuhi, mwite kila jioni, Roho Mtakatifu, naomba nisikie chemchemi za maji zinatiririka ndani mwangu. Naomba nisikie chemchemi za maji ya uzima zinatiririka ndani mwangu. Maji ya uzima yanatiririka ndani mwangu. Tutafurahia maisha ya wokovu kuliko kawaida. Majirani watashangaa jinsi ambavyo tumebadilika.
Wale ambao walikuwa wanatujua zamani watashangaa jinsi ambavyo tutakuwa tumebadilika. Ndio, kwa sababu Yesu chemchemi ya uzima ameingia ndani ya maisha yetu. Kaka yangu, dada yangu, nataka nikupe fursa leo. Kama Yesu Kristo hajaingia ndani ya maisha yako, kwa nini uendelee kusumbuka? Utaweza kushinda dhambi kwa nguvu zako. Mungu alirahisisha mambo. Ametupa Mwokozi Yesu Kristo ila tusaidie. Naomba kwa msaada wa Yesu Kristo leo uchukue uamuzi wa kubadilika. Basi nitakusaidia kwa sala fupi na maisha yako yatakuwa mpya tangu leo. Atakujaza roho wako, Roho Mtakatifu atakujaza roho wake. Alafu maisha yako yatakuwa mapya kabisa. Naomba urudie sala hii fupi. Sema: Bwana Yesu, nakuja mbele zako. Nimeridhika na mafundisho yako. Nakupokea sasa. Ingia ndani ya moyo wangu. Unipe ushindi dhidi ya dhambi. Unijaze Roho yako Mtakatifu. Natamani nisikie vijito vya maji ya uzima vinatiririka ndani mwangu. Asante kwa sababu umefanya, katika jina la Yesu. Nakushukuru kaka, nakushukuru dada ambaye umechukua uamuzi wa kumpokea Yesu kama Bwana mkombozi wa maisha yako. Endelea kutamani mafundisho. Neno la Mungu ni chakula, ni maziwa. Inaweza kukukuza katika imani yako. Asante kaka, asante dada, asante. Nashukuru kila mmoja ambaye amefuatilia channel hii Uzima katika Neno. Tusikose wakati wote. Neno ni uzima, neno ni chakula. Kama tunavyokula kila siku, wengine hula asubuhi, mchana, jioni, na kama ambavyo tunakula chakula namna hiyo, lazima vile vile tuwaze kulisha roho zetu zitakazomwona Bwana. Mili hii tutaiacha hapa duniani. Basi Bwana akubariki. Abariki kazi yako, abariki ndoa yako, abariki maisha yako. Tutaonana wakati ujao. Amen.